Minister wa Kinandu John Mbadi ni wasoma budget ya shilingi trilioni 3 bungeni nene bala mubya wa kisomo ni wabathe wilo bya ilambingi byo wina wa shilingi bilioni mana mwonza na ile katono mwonza uiti wane wa bilioni yana yumwe miongo etatu na nyanya katono yumwe uimi miongo na mwonza katono than the two kiwo miongo na than the two katono na bunge miongo na nyanya mubea wa koti bilioni miongo na mwonza katono na nyanya serikali sia muti yuko bilioni mana ana na tano katono imwe kabindane Kaumbadi ni watangasa kanaba ikoti mo ukongelwa ndino wa finance bill ya mwaka uwangilile miongo na 5 miongo na thanda tu Erastus Kithuku Wanzomo ni watu manisiengewa. The number 1 Minister Muvyani wa Kinandu John Mbadi ni wasoma budget ya mbe ta Minister Muvyani uu na vala wavunzia record ta Minister wa mbe kumangalekoni ya ulei kusoma budget. You are now invited to proceed. Ndeni wa budget ya shilingi trilioni 4 ili 3 na ila Mbadi wasoma mbe wa ayumbe ni wawetakana shilingi trilioni 3 katono imwe 4 sivadhi wa serikali kutoa isi nambe udhukumi wayo kana recurrent expenditure na sio shilingi bilioni mana thanda 2 miongo kenda na 3 katono ili nisio tumeka kwa maendeleo. Total expenditure in the financial year 2025-2026 budget is projected at 4,291.9 billion, equivalent to 22.3% of GDP. And of this, recurrent expenditures will amount to 3,134.4 billion, equivalent to 16.3% of GDP. And development expenditures, including allocations to domestic and foreign finance projects, contingency fund, and equalization fund, will amount to 693.2 billion. Ndeni wa mivya kifadhokanio muvya wa kisomo ni wababathi wa mbesa mbingi shilingi bilioni maana mwonza na ile katono mwonza uiti wabathi wa shilingi bilioni yana imwe miongo 3 na nyanya katono imwe uimi wabathi wa shilingi bilioni miongo 4 na mwonza katono dhanda 2 kiwucha wabathi wa shilingi bilioni miongo 4 dhanda 2 katono nyanya madhau wabathi wa shilingi bilioni miongo 4 na kenda katono nyanya mbunge na wabathi wa shilingi bilioni miongo 4 na nyanya na muvya wa koti wabathi wa shilingi bilioni miongo 4 na mwonza katono nyanya. The National Treasury is committed to upholding the right to education, including free and compulsory basic education as guaranteed under Article 53B of the Constitution of Kenya. I have proposed a total allocation of 702.7 billion to the education sector, which is almost 28% of our entire budget. This will include an allocation of 387.2 billion to the Teacher Service Commission. The allocation for TSC will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence-based education curriculum. Further, I have proposed an allocation of 7 billion for free primary education, 28.9 billion for junior secondary school capitation, and 51.9 billion for free day secondary education. In addition, Mr. Speaker, I have also proposed an allocation of 5.9 billion for administering the national examinations, 3 billion for the school feeding program, and 7.2 billion for the recruitment of intern teachers. Ndeni wa budget ino Mbadi ni watangaza kana serikali si akaunti sionde si miongo na mwonza si abathi wa shilingi bilioni maana ana na 5 katono imwe na vala ndeni wa akaunti itatu sia ukamba kitui niwe kukwata mbesa mbingi shilingi bilioni 11 katono inya masako shilingi bilioni 10 na makuweni ikwata shilingi bilioni nyanya katono kenda. To support devolution, county governments will receive 405.1 billion in the financial year 2025-2026 as an equitable share of revenue raised nationally, an increase of 17.6 billion from Kenya shillings 387.4 billion in financial year 24-25. The 405.1 billion represents 25.8% of the most recently audited revenues for financial year 2020-2021, way higher than the minimum of 15% prescribed in Article 203(2) of the Constitution. Ona huyo vo Mbadi ni wawetakana ndeni wa mutadatala wa ilovia wa mwaka uangila miongo 5 vaikoti mwe uongeletwe indi nimekite mitadatala midhianu ya kuikithia alama taiva koti ni maiva. Since I took office at the National Treasury and Economic Planning, I assured Kenyans that we shall strive to reduce tax burden. In this respect, the Finance Bill of 2025 has neither proposed new taxes
nor raised any tax rates. Instead, we have chosen to enhance tax revenue collection through administrative reforms by simplifying and streamlining tax laws to make them clearer and easier to implement, thereby by improving taxpayer compliance. The process also involves rationalization of tax expenditure to enhance equity and fairness. Mr. Speaker, the revenue foregone through tax incentives or tax expenditure has increased significantly, rising from Kenya shillings 393.1 billion to 510.6 billion. Kavindani Kaumbadi ni wataranya matambia ala serikali ya Kenya Kwanza ikunite kumayosa utongoi ndeni wa mivya kivathukanyo wivo uimi kisomo kumandhia amwika mawia wakiwa nyumba siande vinini kuthesya ngalama ya mikalile na uiti. The prices of essential food items including sugar, milk, maize flour, wheat flour, bread and rice, among others, have eased. For example, the price of 2 kilograms of sifted maize flour has declined to 156.9 shillings in May 2025 from Kenya shillings 177.7 in October 2022. Similarly, cost of energy and power has also come down over the same period. Through the affordable housing program, the government is creating jobs for the youth directly in the construction sector and indirectly through the production and supply of building products. To continue supporting this initiative, I have proposed an allocation of 128.3 billion for the housing, urban development and public works subsector. Ndilivotia vilingi wa Mauvo Mutongoi TV, nitawe Rastas Kithuku wa Nzomo.